Yes, habari. Karibu nifunze Tech. Leo tunaendelea na somo letu la 9 la Microsoft Word. Kwenye video hii nitakwenda kuzungumzia group lingine au chumba kingine ambacho kinapatikana katika menu yetu ya home. Kwenye video ambayo ilipita nilizungumzia chumba cha style, tukaona pia matumizi ya vifaa au command ambazo zipo kwenye chumba hicho. Sasa kwenye video hii nitakwenda kuzungumzia chumba cha editing kama kinavyoonekana hapa. Of course ukiangalia kwa makini kuna vifaa mbalimbali hapa, kuna command mbalimbali ambazo pia unatakiwa uweze kujua matumizi yake, zinatumika vipi wakati unafanya kazi zako katika programu yako ya Microsoft Word. Sasa chukulia mfano kuna document hapa ninayo kama inavyoonekana hapa. Hii document yetu ina page 4. Ina page 4, ina karatasi 4. Sasa tufanye kitu kimoja. Ukiwa kwenye chumba cha editing, yani ukiwa kwenye ile menu yetu hii hapa ya home, ingia kwenye chumba cha mwisho hiki hapa kabisa ambacho kinaitwa ni chumba cha editing. Hapo ukishafika hapa kuna hii command ya kwanza ambayo inaitwa ni find. Inakuletea option kadhaa. Kwa hiyo utaingia kwenye sehemu ya find hapo, utabonyeza. Bonyeza hapo sehemu ya find, moja kwa moja itakufungulia huu kurasa ambao unaitwa ni navigation. Sasa hapa kwenye kusearch, kwa hiyo basi ukiangalia yani hii yenyewe inavyokuwa, kuna hiyo tunasema ni command ya find. Command ya find ni command ambayo inakusaidia kuweza kutafuta kitu fulani au kutafuta labda kama ni sentence fulani labda au ni maneno fulani katika document yako haraka zaidi. Kwa hiyo hii inakusaidia kutafuta nini vitu kwa haraka zaidi. Kwa hiyo ukishaingia hapa sasa, chukulia mfano tunatafuta labda kitu ambacho kinaitwa labda jifunze kwa vitendo kwenye dokumenti yetu yote. Kumbuka dokumenti yetu ina karatasi 4. Kwa hiyo nikija hapa kwenye sehemu ya kusearch, nitaandika labda mimi bana nataka nitafute nini? Labda hayo maneno. Nataka labda niyatafute labda ni ya editing mfano. Kwa haraka nitasema labda jifunze kwa vitendo. Kwa hiyo hii hapa yenyewe inakwenda kwenye document yote, hata kama ni karatasi 500 600, yenyewe inapitia page moja baada ya nyingine. Baada ya hapo inakuletea matokeo kama jinsi inavyoonekana hapa. Hii ni sehemu ya ya matokeo. Kwa hiyo hapa inakuonesha kwamba hichi kitu ambacho unakitafuta hapa kinapatikana kwenye ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa 3, ambao of course ni hapa. Umeona jinsi inavyoonekana ni kwenye ukurasa wa 3. Kwa hapa maana yake kwako kuweza kufanya editing kwa haraka zaidi, labda niseme labda jifunze kwa vitendo, niseme labda program ya Word. Umeona? Baada ya hapo umeona kwa maana hii hapa inaokoa muda wa kwanza kupitia karatasi moja baada ya nyingine. Ni kazi ngumu sana. Kama mtu unaandaa kazi ambayo ni ndefu, hii itakuchosha sana. Lakini pia kuna command nyingine ambayo inaitwa ni replace. Hii hapa. Kuna hii ambayo inaitwa ni replace. Sasa hii command yani yenyewe ukishafika hapa kwenye sehemu ya editing, hii hapa replace. Ukibonyeza replace itakuletea hiki chumba kinachoonekana hapa. Sasa kazi ya hii hapa, kuna hii inaitwa ni find and replace. Hichi hapa kwa lugha nyepesi tunasema kwamba yani unatafuta kitu fulani, baada ya hapo unakireplace. Kwa kufind ni kutafuta kitu kwenye dokumenti yako, alafu kureplace maana yake unakibadilisha. Umeona? Mfano labda tuseme labda kwenye dokumenti yangu, umeona, nataka nitafute maneno yote ambayo yanaitwa ni Word. Yaani Word kama Word ile. Kwa hapa nitasema labda mimi bana hapa nataka kwenye dokumenti yangu nitafute nini? Maneno ambayo yanaitwa ni Word. Sasa maneno ambayo yanaitwa ni Word nataka labda niweze kureplace. Yaani palipo na neno Word, futa hilo neno afu weka haya maneno. Hiyo maana yake inakuwa ni replace with. But tuseme labda badala ya kuandika Word basi andika maneno. Mfano maneno. Baada ya hapo utasema replace all. Kwa hii itakwenda kubadilisha kwenye document nzima. Itapitia page moja baada ya nyingine. Ikikuta kuna neno Word inaweka hii neno ambayo inaitwa ni maneno. Kwa hiyo utasema hapa replace. Of course, simuona hapa imeleta ujumbe. Umeona? Takriban kuna maneno kama mangapi? Kama 35 hivi yamebadilishwa kutokea
kutoka kwenye Word kwenda kwenye maneno. Kwa hapa utapiga okay ili kukamilisha zoezi lako. Unaweza kuona kwa sasa hivi hakuna chochote. Kwa sasa hivi hii hapa ukisema kwamba ninafunga maana, lakini pia kuna command nyingine pia au kuna amri nyingine kwenye hilo group la editing inaitwa ni select. Select tunaitumia kuweza kuselect kila kitu kwenye document nzima. Mfano niseme labda nikija kwenye sehemu ya select hapa, sasa hivi nikija kwenye sehemu ya select all. Kwa hii ina select document nzima, then unaanza kuifanyia kama ni editing labda au baadhi ya marekebisho ambayo wewe utakuwa unahitaji. Kwa hapa nasema labda na select all, then baada ya hapo hii maana yake ina select document nzima. Hata kama ina karatasi 500, 600 hakuna shida. Ina select kila kitu. Baada ya hapo unaweza ukafanya kama ni editing zako labda kama ni kuchange mwandiko kwenye document nzima, kupunguza sijui mambo ya kuweka size labda na vitu vingine. Hiyo ndo inakuwa ni matumizi ya hii select. Lakini pia kuna kitu pia nilikisahau kukizungumzia kwenye video ambayo ilipita. Ukiwa kwenye sehemu ya paragraph hapa kuna hii command ambayo inaonekana hapa. Hii inaitwa ni line spacing. Line spacing hii hapa inakuruhusu kuweza kuweka nafasi. Mara nyingi tunashauri kwamba document yako yani space au nafasi kati ya mstari na mstari au sentence na sentence kwenye document yako angalau basi utumie hii 1.5. Hii hapa angalau unaweka hii 1.5. Kidogo hii hapa inafanya maandishi yasibanane sana, lakini pia yaweze kusomeka vizuri kama jinsi yanavyoonekana hapa. Nafikiri kufikia paka hapa huu ndio mwisho wa video hii fupi ambayo ilikuwa inazungumzia chumba au group la editing katika home tabs. Kama video hii umeipenda, usahau kulike, pia usahau kushare, lakini pia usahau kusubscribe kwa channel yetu ya Nifunze Tech ili tuendelee kujifunza kwa pamoja matumizi ya programu yetu ya Microsoft Word kwa vitendo na Nifunze Tech. Asante.